Leo nataka nikupe siri hii ambayo naamini ukifahamu mapema itakusaidia kufanya maamuzi. Hivi unafahamu kwamba kuwa na kipaji, kuwa na maarifa au ujuzi ambao umefichwa hauna thamani hata kidogo, kwa sababu sio wewe au mtu mwingine ambaye ananufaika na kimoja kati ya hivyo ambavyo umevificha. Ni vema utambue kwamba kila binadamu ana uwezo wake binafsi. Yaani watu bilioni 8 na zaidi waliopo duniani, hakuna hata mmoja ambaye unafanana naye, kwa sababu kila mmoja kapewa uwezo wake wa kipekee ambao unamtofautisha na mtu mwingine. Ndio maana tunasema maisha ni watu, kwa sababu kila mmoja anapotoa uwezo wake binafsi katika maisha, ndipo mtu mwingine anaponufaika na uwezo huo. Kwa kila mtu akitoa uwezo wake, inasaidia maisha kuwa mepesi, kwa sababu tunategemeana. Kwa hiyo unapojaribu kujifananisha wewe na mtu mwingine, tambua kwamba unajikosea na unaikosea dunia kwa ujumla. Hautakiwi kujifananisha na mtu mwingine yoyote. Jaribu kuwa wewe, jaribu kutumia ule uwezo binafsi ambao unahisi uko nao kwa kiwango cha juu, ili wewe uweze kufaidika nao na watu waliokuzunguka waweze kufaidika nao. Emfikiria hivi kwamba hapo ulipo wewe, hapo ulipokaa, kila unachokiangalia kilichokuzunguka, kila kilichokuzunguka ametengeneza mtu mwingine. Kila kinachokufurahisha, vyanzo vyako vyote vya furaha vimetoka kwenye mawazo ya watu wengine. Sasa jiulize, wewe umetoa nini ambacho kinawafurahisha watu wengine? Kwa hiyo tambua kwamba kama una uwezo, kama una kipaji, kama una ujuzi, kama una maarifa, unapoendelea kuvikumbatia, hivyo vitu vinapoteza maana na vinapoteza thamani yake. Thamani ya kitu ulicho nacho ipo kwenye kukitoa, kuwapa watu wengine wanufaike nacho. Kwa ni vizuri ule uwezo wako ulionao ukauonyesha na ukauishi katika maisha ya kawaida. Nitakupa mfano. Wewe una kipaji cha kupika. Labda wewe ni mdada na una kipaji cha kupika. Umetembelewa na rafiki yako nyumbani. Rafiki yako baada ya kufika nyumbani, wewe unaenda mgahawani kununua chakula kwa ajili yake aweze kula, au unaenda hotelini kumnunulia chakula ili aweze kula, na unaacha kutumia muda wako, kutenga muda wako kutengeneza chakula ambacho ni kizuri, ni kitamu na unakiamini wewe kwa viwango vya juu, na kumpatia ale ili aweze kufurahia uwezo wako uliokuwa nao katika kupika. Naamini mimi kwamba kama wewe unaweza kupika na ukaamua kuonyesha uwezo wako huo kwa mtu mwingine, niamini mimi, huyu mtu atavutiwa, na huyo mtu akivutiwa ataongeza mahaba na wewe na atakutangaza sehemu nyingine. Kwa kipaji chako kitaanza kuwa na thamani. Kwani watu wangapi ambao wewe unawafahamu wameacha legacy katika maisha? Watu wangapi unawakumbuka kwa kufanya vitu fulani? Watu walikaa wakagundua magari, wakagundua mavazi, wakagundua simu, wakagundua balbu, wakagundua kila kitu ambacho tunakitumia yalikuwa ni mawazo ya watu. Sasa jiulize,
wewe ni kitu gani ambacho umekifanya na umewapatia watu, umeipatia dunia kama zawadi. Ni kitu gani? Ili hata pale ambapo hautokuwepo, dunia iweze kukukumbuka, vizazi vingine viweze kukukumbuka. Kwa ni vizuri kuangalia kitu ambacho unakijua, kitu ambacho unakiweza, na kukitoa kwenye maisha ya watu. Give it to people, peleka kwa watu ili kikapate thamani. Pengine watavutiwa nacho na wengine wataweza kukusapoti zaidi ili uweze kufika mbali. Naamini umenisikiliza kwa umakini na umenielewa. Na kuomba ufanye tu kitu kimoja, usubscribe pamoja na kushare video hii kwa watu wengine, ili pale ambapo ninakuwa natoa video kama hizi uwe wa kwanza kuzipokea na kuweza kujifunza mambo mengi zaidi. Asante kwa kunisikiliza.